from that verse which we read from the book of 1 Samuel, chapter 16, verse number 13. The Bible says, this young man David was anointed in a private anointing. Hallelujah, somebody. Baba, katika jina la Yesu, imefika muda na wakati ujitukuze. Ninaomba ushuke, utamalaki, useme na watoto wako ikupendezavyo wewe. Kila mmoja tumkanapo mchana wa leo, tutoke tukisema hakika tumekutana Mungu wa mbinguni, Bwana wa Sabato. Anoint me with a special anointment in Jesus' name I pray. Yeah, sasa tuko pale in the book of 1 Samuel. We'll go through chapter 16 of 1 Samuel. We'll go through chapter 17 and even up to the chapters remaining, even up to the second book of Samuel. And the topic of discussion or the topic of study says, anointed for greatness. You know, there are those of us who comes to church with a pen, with a paper, or somewhere where you write for references, and with your Bible, and with your campus melody. Hallelujah, somebody. So for those of us who are writing, because you are fond of writing, and you want to know what is the preacher telling us today, the topic says, anointed for... Anointed for hawajasikia, wanasema hapa hawajasikia. Kama mmezoea kuhubiriwa mahubiri ya kunyamaza alafu unahubiriwa mpaka unaisha, leo nimekuja na mbinu mpya. Tunahubiri sisi wote. Unasikia? Nikisema leo unafanya nini? Anointed for greatness. Anointed for greatness. Tell your neighbor, neighbor. Neighbor, oh neighbor. You are anointed for greatness. Turn to the other one. Si kwa nini unadharau? Unajua kuna wengine hapa hata walikuwa wamekosana asubuhi kwa sababu sijui nini. Turn to the other one, umeacha. Mwambie neighbor, oh neighbor. Neighbor, oh neighbor. You are anointed for greatness. You are anointed for greatness. I think this school is wonderful. Vile tuliingia hapa ndani, and even the way you guys are seated, quietly listening, I can tell you, your anointment is just but waiting for your appointment in Jesus' name. Amen. This young man was forgotten at the day of his anointment. By the way, let me tell you something about the Bible. The Bible is so good. The Bible is so nice. When I read it, unaposoma unashangaa. Kwanza, the way he was given back on earth, there was a confusion, and actually the father and his brethren rejected and despised him till they said, let this lad go to the wilderness to take care of the sheep so that he can be killed there in the wilderness with the lions and the wild animals. But who is God? He took care of this young man that even gave him an experience in the wilderness to attack the lions and kill the lions as young as he was. And the good thing is, he was so silent. He could not tell it even to his father. So when the appointment of a king came, and the man of God, Samuel, is sent to Jesse's house to anoint a king for God, and you know it was done sacredly. Hallelujah. Somebody turn to your neighbor, tell your neighbor, oh neighbor, neighbor. Oh neighbor, neighbor. You are anointed for greatness. You see, this young man was, as he was there in the wilderness, and there is a celebration party back in the house, back in the from his home, and there the man of God Samuel comes. He continues. He looks at this well-built, looking great man in Jesse's house, and the Spirit of God tells him, wewe unaangalia kwa sura, mimi naangalia kwa moyo. Haleluya, mtu wa Mungu. Mwambie mwenzako hata kama ufanani, umechaguliwa. I don't know whether I'm speaking to somebody here. I want to encourage somebody here so that you will not lose your faith and your focus in God. Your background may not matter. Haijalishi kama kweli nyumba ni ya mabati, ni ya nyasi, ama mnatoka kwa ghorofa. Mtu asikushtue, maana as long as you are anointed, you are just waiting for your appointment. Hallelujah, somebody. Huyu jamaa anaitwa Daudi. Alisaulika
mfalme wa Israeli. Ndio wanakumbuka kwamba yupo kijana mdogo pale msituni. Sasa ndio Samueli anasema muiteni. Ndio ananukia mavi ya kondoo, lakini muiteni. Ndio ni mchafu, lakini muiteni. Ndio ananuka, hajapata kuoga, lakini ndiye mfalme. Muiteni. Jamaa akaitwa, akakuwa anointed. After the anointment, the surprising thing, whenever election has been done, mtu akichaguliwa anaenda wapi? Mkichagua MCA anaenda wapi? Mkichagua mbunge anaenda wapi? Lakini unajua Daudi alichaguliwa akaenda wapi? Alipochaguliwa Ikulu. Biblia inasema baada ya kuchaguliwa kwa Daudi kama mfalme wa Israeli, baba na mama na ndugu zake hawakumdhamini. Nashukuru kwa yule alipropose that song number 100 kwamba even my friends don't believe in me when I tell them that heaven is there for me. There is a place for me and a place for you. But my friends can't believe me. Even the brethren never believed for the anointment. It was a special anointment from heaven. Hallelujah, somebody. Even after the anointment, baadaye tena kijana anarushwa msituni, anapambana na simba, anapambana na dubu, anapambana na wanyama wa mwituni. Yani mfalme amechaguliwa, anarudi msituni kuteseka. Hallelujah. Kwa maana nakwambia, you are anointed for greatness. Your background doesn't matter. The challenges you might be going through now, they are just for a short while, because your appointment is coming. Hata hao walimu wakati walipata their appointment letters, hawakupewa siku hiyo na siku hiyo akaanza kazi. Unapewa mwalimu huyu ambaye amesema baada ataanza kufunza, he is just anointed to be a teacher, but is waiting for the appointment in the Akwena Center, mahali atakuwa anafundisha in Jesus name. Sijui kama I'm talking to somebody. I want to encourage somebody here. Just like the Bible said, you know, David was anointed as a young person, as an elderly person, and even at his old age, he was still anointed 3 times. By the time the society comes to realize that David is the right man to lead them, time had gone, and he had already led troops and troops. And he was a successful man. When you go to chapter 18 of 1 Samuel, the Bible says that whatsoever he was sent to do, he was successful. That is in verse 5. He was successful, and he became very successful in everything that he did in Jesus' name. Sikia. Sasa jamaa akarudi msituni, akaendelea kuchunga kondoo, akaendelea kupambana na dubu, akaendelea kupambana. Yaani mfalme amechaguliwa, alafu anarudi kuteseka msituni. Hallelujah, somebody. Sasa wewe mwanafunzi, na niko hapa nikupe moyo na kutie nguvu na uone utamu wa kumjua Mungu. Daudi kama kijana miaka 17 akachaguliwa kuwa mfalme, lakini akaachwa kuteseka msituni. Siku moja baba yake akasahau, akamwambia pastor, nenda ukaone ndugu zako pale vitani wanapigana na Wafilisti. Jamaa akachukua chakula. Hata Biblia mshuti inasema baba siku hiyo aliamua kutafuta mtu aende kuchunga kondoo. Yani for the first time in history is when the father realizes that wacha nianze kumzoesha, kumpeleka ndiane kuona vita, maana sasa ni kama kameanza kukua. Sikiliza. Akafika pale. Alipoelekea karibu na kambi la Waisraeli, akapata majamaa pamoja na their big built bodies, pamoja na mwili mkubwa na kifua, pamoja na six pack walikuwa nayo, pamoja na experience, wanalia kama wanawake kwamba jamaa anayeitwa Goliath ametutesa for 40 days day and night. Alafu anaingia, anakutana na kundi la kwanza, anawauliza kuna nini kambini? Jamaa wanaanza kumweleza, unajua hapa tumekuwa tukipambana, kuna Goliath Philistine, yeye already is well trained kwa hizi vita, na ni kama hakuna ambaye Israeli mzima atakayepigana na yeye. Sasa katika harakati hizi anapoendelea,
Unajua, when you are anointed, you should know the special position you are holding. You should understand wewe ni nani. Daudi, nashukuru Mungu yeye kama kijana anajielewa. Alafu anawauliza aje, madam, atapewa nini atakayepambana na huyu mtu? Kama kijana hana experience ya vita, hana chochote anachopigana nacho. Alafu anawauliza, wakimwambia kwamba kuna vita inaendelea hapo, unasikia elder anawauliza aje, sasa pamoja na hayo yote mwenye atapigana atalipo nini? Hallelujah somebody. Hallelujah somebody. Kama tuko pamoja ishara ya mkono, kama tuko pamoja ishara ya mkono. Sikiliza mtu wa Mungu. Biblia inasema vizuri. Sasa akiwa anaendelea hivyo, ile ndugu yake mkubwa Eliab akakuja. Yaani bila kungoja, pamoja na chuki ile na madharau, hata ana aibu mbele ya watu wasiomjua kwamba yaani hata hawezi akatambulisha kwamba huyu ndugu yangu mdogo. Anaanza, wewe kijana, tunajua ukuruba ulio nao, tunajua tabia yako mbaya. Ile tabia sasa zile kaondoa kidogo za babangu pale msimu, umemwachia nani? Kijana Daudi akasikiliza akasema, hapa sipigani na wewe, maana nimeona mahali kazi yangu inanielekeza. Akauliza, hivi sasa kwani kuna shida kutaka kujua nini kinaendelea hapa, mbona kuna kelele kambini? Biblia inasema Daudi alimwacha, akamwacha na hao watu, akapiga hatua kwenye kundi lingine tena, akawauliza shida ni gani inaendelea hapa. Wakamueleza vile vile. Alafu anauliza atapewa nini atakayepigana na huyu mtu. Yaani ukiangalia Daudi ambaye anauliza atapewa nini na wale anaouliza ni sawa na kusema Dr. Principal who has an experience in education. Alafu Emmanuel anamwambia kwamba mwalimu, this year hii shule ya Magenge sisi ndio tutakuwa number 1 na my subject ya chemistry ndio itaongoza. Then principal is like, with all the experience and the years I have in teaching, wewe na hii miaka yako juzi unaniambia tutakuwa number 1, itatokea nini? I don't know what I'm talking to somebody here. When your teacher is looking at you and somebody looks at you and thinks that you will not make it, look at that person and tell him or her that as much as I may be looking like I don't look like the one, I will make it in Jesus' name. I don't know whether I'm talking to somebody here. Kijana Daudi anasikiliza pale, alafu sasa anapiga anasema, nionyeshe mfalme wenu wako wapi? Mfalme analetwa. Mfalme akimwangalia anamwambia, wewe kijana, si umetumwa uletee ndugu zako chakula? Wewe ni mtoto wa nani kwanza? Si urudi tu utakufa tu. Mfalme anajaribu kumfalisha mawanda ya vita na nini. Kijana anavaa anasema, I am not used with this kind of life. Mimi nina maisha yangu ya pale msituni. Ninapopigana na simba, ninapopigana na dubu, situmii chochote. Natumia akili na mikono Mungu aliyonipa. Akamwambia mfalme, chukua vitu vyako vya vita. Ninaye Yesu, nina Mungu, atapigana na hili jitu. Huyu jamaa si stahili, hawezi akamtusi Mungu wetu. Leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Jamaa akaenda mtoni, akachukua mawe 5 malaini. Mawe 5 malaini. Unajua kitu alichosahau Mfalme Sauli, Daudi anamfundisha na kumwambia kwamba kumbuka ulikotoka. Katika nyumba ya Benjamini walikuwa weredi wa vita kwa kutumia, niseme ni fea. Nikisema fea unaelewa hiyo kitu? Wakisi wanaita nduruche. Fea. Watu wa Benjamin, kabila ya Benjamin ilikuwa nzuri katika vita ya kutumia fea. Sasa jamaa Daudi kadogo akachukua mawe 5 malaini. Unajua kwa nini alichukua mawe 5 malaini? Kwa sababu Goliath alikuwa na ndugu zake wengine 4. Akamwambia Goliath, kuja wewe na ndugu zako, nikimalizana na wewe mwingine akijitokeza atapambana na mimi na wachanganya familia mzima, wote mnaangamia. Daudi kijana mdogo. Sikiliza mtu wa Mungu. Biblia inasema Daudi akachanganya Goliath pacha mara moja, ndio hiyo vita. Goliath akasema situmii chochote, wewe na kamata na mkono. Daudi akazunguka 1, akazungusha 2, akazungusha 3, akazungusha 4, ya 6. Kwa utusini jamaa ameanguka chini bila kupoteza fursa. Akachukua ile kisu ya Goliath akakata kichwa. Mara moja akafikisha mfalme, akamwambia, nimemalizana na kazi, malipo yangu nipewe. Lakini jamaa baada ya kupigana vita hivyo, akahangaika, akateseka,
mikononi mwa mfalme Sauli, who had promised that whoever will kill this Goliath will be given a high-ranking position. He had even promised to marry him one of his daughters. But that one never happened. So instead, Saul purposed in his heart to kill this young man David. He suffered for more than 15 good years in the hands of King Saul, forgetting that David was the anointed man of God. He was the next anointed king of Israel. Nobody who had remembered this. It was only him and his God. Hallelujah. Somebody. Sijui kama naongea na mtu hapa. Sijui kama naongea na mtu hapa. I don't know what you're getting the point. The message I have is this for you this afternoon. That you are anointed for greatness. You are anointed for greatness. Turn to your neighbor. Tell your neighbor. Neighbor, oh neighbor. You are anointed for greatness. Magenge, oh magenge. Hey, somebody, come on, somebody. Magenge, oh magenge. So you don't want this school to be anointed for greatness? Mbona msiseme magenge, oh magenge. Magenge, oh magenge. We are anointed for greatness. We are anointed for greatness. Yes. It doesn't matter the background of this school. It doesn't matter haina ties kama Kisii school. It doesn't matter haina majengo mazuri kama zile shule zingine. Lakini because you are anointed, regardless of the background, regardless of the difficulties and the challenges the school experiences, it has to perform in Jesus' name. Amen. Sasa, wewe nikuulize. Yaani unaanza kupambana na vita ambayo si yako. Hallelujah, somebody. Am I talking to somebody here? Yes. Am I encouraging somebody here? Yes. Neno la Mungu linasema kijana Daudi akamfundisha Sauli na kumkumbusha kwamba Sauli, umesahau wewe ni Benjamini, na ili ushinde vita utumie mbinu zako za kivita, kutumia fea. Wacha kuanza kupambana na mikuki. Sijui nini unabadilisha mbinu zako za vita kwa sababu ya adui aliyeko mbele yako. Tunaambiwa kama Wakristo, shetani akitupiga kwa magoti, kwa maombi, ndipo tunapata ushindi. Sasa nyinyi na hii uchawi mnatoa kwenye iko wapi? Mpaka umefungiwa na vitu mama yake amekwambia funga. Ukiona madam principal anakusumbua, kunga hiyo kitu. Kuza kabisa. Haleluya, mtu wa Mungu. Ukiona mtoto mwenzako anakushinda, umepewa mpaka na dawa umekuja kumroga ili asikuwe namba 1 ndio ukue wewe. Haleluya, mtu wa Mungu. Hapa mtasema amina kwa sababu mnajua kwamba umebadilisha mbinu za vita katika masomo yako. Uje ukae darasani, ukasome kwa bidii kama wengine, ukapate kufuzu. Usianze kutumia uchawi na Illuminati na uganga wa kila namna ukidhani utashinda. Haleluya. Amen. Anointed for greatness. Kuna changamoto ambayo vijana tunapitia. Many of us are anointed. All of us are anointed. Your background does not matter. Haijalishi, wengine mnapoletwa shule, wengine wanaletwa na magari, wengine wanaletwa na pikipiki, wengine mnakuja kwa mguu. Haijalishi. Lakini nataka upate kujua that you are anointed to be the best of the best candidate in this school in Jesus' name. Now the problem is, there is a difference between anointment and appointment. Hallelujah. Nataka upate kumeka a difference. We have anointment and we have appointment. You were anointed when you were born, but you have to wait. You need the patience and endurance for you to reach your appointment. Na hapa ndio changamoto iko. Kijana amechaguliwa vizuri, ameletwa Magenge shule nzuri, akasoma kwa bidii, anafika anapatana na marafiki sijui wa Mombasa, sijui wa Nairobi, sijui ni wa wapi, wanamfundisha pombe. Anaanza kukunywa pombe, anaanza kutumia dawa za kulevya. Amechanganya appointment ama atachanganya? Sasa atufika form 4. Afadhali Joshua aliruka fence na akarudi. Haleluya. Haleluya. Sauti hii inanikaza bwana. Na mwalimu alisema vyombo ni mzuri. Labda uniongeze sauti, sijui kumekuwa na nini. Sasa kijana Daudi alichaguliwa katika siku zake za ujana wake
lakini ilimgharimu zaidi ya miaka 15 kuteseka mikononi mwa mfalme Sauli ili akafikie ikulu. Yaani wewe miaka 4 peke yake mbele ya hao walimu wako, just 4 years, ili ufikie appointment yako ya kwenda chuoni, inakushinda. Kama Daudi alivumilia 15 good years, akakuwa mtoro nyumbani kwao. Yaani mfalme Sauli alihakikisha Daudi halali kwao, halali kwa nyumba yoyote, atakaa msituni tu, akamtafuta kumuua. Lakini Daudi alikazana, Daudi alivumilia mateso, Daudi alivumilia changamoto. Hakika siku moja akafa kama mfalme wa Israeli katika jina la Yesu. Nilipokuwa nadadisi maandiko yaliniambia kwamba Daudi alichaguliwa mara ya kwanza, akachaguliwa mara ya pili, akachaguliwa mara ya tatu. Yaani mpaka ikafika kwamba jamii alipokuwa anatoka katika zinatokana na ukoo wa Yuda, hata wa Yuda wakaketi wakasema huyu jamaa pamoja na udoo wake, na kwanza tulijua kwamba Wabaka anasema ni kama si mtoto wake ndio maana alimtuma msituni. Ukweli na yeye amefanya, wacha tumchague kwa kiongozi wetu. Hiyo ni Samueli wa pili sura ya 2 mstari wa 4. Tena ukifika Samueli wa pili sura ya 5 mstari wa 3, unagundua sasa Israeli mzima ikasema kwamba hakuna kiongozi mzuri atakayeweza kutuongoza ila nani? Kwani niulize swali. Wanafunzi wangapi walifanya mtihani wakati wa former Ediboy alikuwa hapa mbele? How many students walikaa for KCSE exams mwaka huo 2019? Wangapi? Walikuwa wangapi mwalimu? 2019 candidates 74. Wangapi wanafunza kwa hii shule since then? Wangapi? Hallelujah somebody. Wewe unajua ukichaguliwa when you are anointed for greatness, mtakuwa wengi. Yaani hata shule inarudi inasema kwamba wewe ndio umechaguliwa, utarudi bado na utatawala hapa katika jina la Yesu. Sijui ni nini vijana. The word of God to you this afternoon says, you are anointed for greatness, but you need the patience for you to reach your appointment. Na hapa ndio iko changamoto. Msichana mzuri, umetumwa na mama yako kutoka nyumbani kuja kusoma, unafika hapa ndio unaanza kufundisha. Unajua kuna walimu ambao wanaharibu wasichana wetu. Ukweli uongo? Kuna walimu wanaharibu wasichana wetu. Ukweli uongo? Kuna wasichana wanaharibu wasichana wenzao. Ukweli uongo? Sasa unaanza mambo ya cha baba, mambo ya cha mama, hatimaye unakuwa mama kabla ya wakati wako. Maana Mungu amekuanoint siku moja utakuwa mama, lakini una patience ili upate kufika appointment ya kuwa mama. Lakini unaanza kukua mama kabla ya wakati wako. Sijui kama unanielewa. Nasema hivi, vijana wasichana, Mungu amekuchagua kukuwa mtu principal wa hii shule. Utakuwa sijui ni minister, utakuwa sijui ni kiongozi mgani, but you need the patience and endurance for you to reach your appointment in Jesus name. Amen. Sasa hii tabia ya kuanza kuzaazaa kabla ya wakati wake, simwache kwa jina la Yesu. Si Mungu akusaidie ujue kwamba unahitaji uvumilivu. Uwe mwili usikuwe unakupea shida kwa sababu kifua kimeanza kuinua nguo na pale nyuma nguo zimeanza kutokezea hivi, unaanza kujiona kama wewe unafaa. Ujue tu you need patience and endurance for your appointment in Jesus name. Hallelujah. Ile kijana akianza kukusumbua mwambie, I am waiting for my appointment. So whatever which is happening with my body, let it not worry you, because my appointment is soon coming in Jesus name. Wanaume, si hata walimu tu, niwape fursa na muda mzuri tu wa kuongoza katika hii shule. Mjue tu, they have been just chosen to lead you to your appointment. So they are anointed to show you the direction and the way to follow for you to reach your appointment in Jesus name. Watu wa Mungu, challenge ninakutana nayo katika neno la Mungu katika kuchaguliwa ni it is between the time between anointment and
the appointment time. That many of us, we get lost when we are waiting for our appointment. Mimi huyu naizungumza na wewe ninapomalizia huduma ya siku ya leo. Mimi huyu naizungumza na wewe ukiniangalia, unaweza imagine kuna siku niliacha shule. When I was informed, I quit school. Kaambia dadi na mami ya shule ikae na huko. Haleluya, mtu wa Mungu. Haleluya somebody. Haleluya somebody. Haleluya somebody. Shule iliisha. Nikakaa starehe. Kitu nashukuru Mungu nao sitaki kunywa pombe. Lakini shule iliisha. Lakini nilikuwa nimechaguliwa. Haleluya. Hiyo injili iko sawa? Hiyo injili iko sawa? Am I speaking like somebody who is sensible upstairs? Am I explaining myself something which you can make sense at the end of it all? Yes. Naonekana kama mtu niliacha shule siku moja. Haleluya. Niliacha shule rafiki. Niliporudi shule, masomo ikawa ni masomo tena. Kiwa form 3, huyu ambaye anazungumza na wewe hapa siku ya leo, akawa amelead strike in the whole school. Unajua strike, kwa wale wanajua kulead strike, usinione hivi bwana. Kwa wale wanajua kulead strike, ina take within a time ya between 10 minutes and 15 minutes. Ikipita zaidi ya 15 minutes, hiyo sio strike. Itakuwa imefika kwa walimu. Kuna wale wanaokoka, unajua mkipanga hapo, mkisema tufanye kesho, kuna wale wanaokoka usiku. Wanafika asubuhi wanaanza kuambia mwalimu, hii tumepanga ni mbaya. So ni pale mnapanga pale na mimi ni hapo. Tukipanga hapa, tena tufanye nini? Hapo. Hatupotezi muda. Strike. Hallelujah somebody. Lakini nilikuwa nimefanya nini? Hello? Unajua kuna mwingine hapa, hata shule imechoka na wewe. Hata wazazi wako wamechoka na wewe. Haleluya mtu wa Mungu. Lakini nimekuletea habari njema ya wokovu ya kwamba umefanya nini? Si ukue mtiifu. Niliporudi kusikia na kujielewa, today, am I looking like somebody who knows himself? Nilianza kuendesha gari nikiwa na miaka 28. Haleluya. Na mimi nishika funguo ya gari kwamba hii ninapaki mahali nalala. Haleluya. Navaa suti nzuri. Haleluya. Unaona hii suti navaa ni ya 200. Hii ni suti ya pesa ngapi? Kwa wale wameona kiatu yangu inaweza kuwa shilingi ngapi? Hii si mtumba bwana, sivai mtumba. Tulitoka hapo. Sasa wewe ukianza kukaa hivi na regerege, utamaliza hapa na bado utarudi kuwa omba mtaani. Nilikataa hiyo kwa jina la Yesu. Wewe ukiendelea kulegea hapa msichana, utatoka hapa baada ya miaka 4 kuanzia sasa, watoto ni 6, wewe mwenyewe hautielewi. Utakuwa ni kibarua. Yaani kila siku unaamka unakuwa wewe ni mtu wa kibarua. Si mtu akuambie kwamba you are anointed for greatness, but you need the patience of you to reach your appointment in Jesus name. Unajua Daudi alijua his appointment was waiting. He had to behave himself. That's why in the book of Samuel, 1 Samuel chapter 18, the Bible says he behaved himself very successfully. Ukisoma verse chapter 18 verse 5, ukisoma verse 15, and even the last verse 30, the Bible says that he behaved himself so wisely that he waited for his appointment to come in Jesus' name. Hallelujah. Sasa wewe ulikuwa unajua ya kwamba umechaguliwa. Unajua ya kwamba si ati, unajua kuna wengine wanasema mwalimu, hata ukinichapa, mama yangu hakusoma, baba yangu hakusoma, angalau mimi nimefika form 4, simuniache tu. I have this friend of mine, mwalimu Mwenga. Once upon a time he was a teacher in Kireri Girls. Na kama ilivyo the story of that school, during weekends on Saturdays and Sundays, this was on a Saturday. As the norm is in such like schools, I don't know about here. In the mornings, watu wanaachwa wanafanya manual na wale wa mchezo. So in the afternoon, after lunch, you have to get back to class. Na kama ilivyo desturi ya wanafunzi wengine, unajua kuna wengine wanapenda tu kusumbua. So these girls runs and they hide themselves in one of the pits where wanatupa uchafu. Kwa zile mashimo wanatupa uchafu.
Then around 3 of them, they hide themselves there. Then the duty master tells Mr. Mwenga, vile nasukuma hawa kwenda class, enda ukaleta wale wamejificha pale wanadani hatujawaona. Then Mr. Mwenga reaches there, ndio wanatoka. Then one of the girls boldly, I think you know, Mr. Mwenga ni mtoto wa Karen Niriro. Mwenga, yeah. Sasa anafika pale, ule msichana mmoja anamwambia mwalimu, my dad is a doctor. My mother is a doctor. My elder brother is a doctor. My elder sister is a doctor. My dad has just told me to bring him just a seaplane. Na akamwambia, I don't want to be a doctor because I can see the stress in that house. Sasa alafu akamuuliza mwalimu, hivi wewe ungepata A ambayo unanisukuma niipate, ungekuwa hapo unakimbishana na mimi? I can see it's an interesting story. Brethren, it is an interesting story. You can laugh. But you need the patience, endurance for you to reach your... Sitaki nikwambie alipata grade gani. Sitaki nikwambie alipata grade gani. You know, you become a set of interest to every teacher. Na kila mwalimu anasema muache tumuone. And you know these teachers have been blessed by heaven that whatever they say against you will meet you someday. Usitamani mwalimu akwambie hupiti. Usitamani. Akikwambia you will not make it, for sure you will not make it. God has given them that power that they are the one to bless you to your next level of your appointment in Jesus' name. Sasa tena umeshangaa mbona ulicheka story ambayo mwisho wake ni mwisho mbaya sana. Hallelujah somebody. You are anointed for greatness. You need the patience for you to reach your appointment. You are chosen. You are anointed. You are the one. Usimwone number 1 kama mlifanya mtihani last time. Jua wewe ndio number 1. Hallelujah somebody. Usidhani kwamba kwa sababu fulani anakutana na kiatu mpya kila tamu, usidhani kwamba yeye ndio vitu ziko kwao, hata wewe ndio ziko kwa jina la Yesu. Hallelujah. Am I talking to somebody by the way? I have this word of encouragement to you this afternoon that you are anointed for greatness. And the power is in you to bring a change of your life in Jesus' name. Jamaa alikuwa msituni, anachunga kondoo, anapambana na dubu na simba, hatimaye alikufa kama mfalme wa nchi ya Israeli. Yaani hata hapo uweze ukasema amina. Haijalishi unatoka katika ukoo gani, unatoka katika jamii gani, mazingira yako ni yepi. Hapo ukisikiliza hapa, kuna mwingine hapa ambaye ni professor, ambaye alikuwa made for 7 good years, lakini sasa hivi is the boss wherever she is working in Jesus' name. Natumai wakati utafika watu wataanza kujieleza hapa, utashangaa kwamba haijalishi unatoka wapi. Mwingine alikuwa made 7 years, lakini sasa hivi yeye ndio boss. Hakuna watu chini yake wasiopungua 60. Wanafanya kazi. Yaani akionekana hata si kusema, akionekana tu. Kila mtu anakaa kuwa ako busy hata kama wako. Hallelujah somebody. Amen. Tell your neighbor. Neighbor. You are anointed for greatness. Wait for your appointment. Ulikuwa unajua kwamba barua ya kazi na ukubwa ushapewa, ni muda utafika ili uingie kwa hiyo kiti. Sasa kwa yule ambaye unafikiria utakuwa MCA siku nyingine, ujue kwamba utakuwa MCA, but for you to be that MCA you want to be, you need the patience for you to reach that appointment in Jesus' name. Wewe ambaye unataka kuwa mwalimu ama daktari siku nyingine, just know, yes, you are the one, but you need the patience for you to reach that appointment in Jesus' name. You will not reach the appointment if your character is in question. You will not reach your appointment if your behavior is in question. You will not reach your appointment if you don't behave yourselves. You need manners. We need character. We need behavior. We need good conduct for you to reach your appointment in Jesus' name. Wakati pamoja na mimi wanasema mchana wa leo, Yesu, ninakuomba unisaidie ili nipate kuwa mtulivu, nivumilie the simple school rules and regulations
Nivumilie the simple directions napewa na walimu wangu. Nitulie kwa Bwana, maana my appointment is coming in Jesus name. Yaani unainua mkono kabla hata sijamaliza. Haya, simama basi. Simama basi. Simama basi kama umesema kwamba kama the school principal, mmoja wa viongozi wa shule hii, kama mwalimu wa shule hii, kwamba Magenge is appointed for greatness and we are just working to reach our appointment in Jesus name. Hiyo ndio injili nimekuletea mchana wa leo. Your background doesn't matter. Hapo kwa ugonjwa kana kusumbua doesn't matter. Kazi kuu kizuri. Unajua watu wengine hapa mmepea mwalimu headache kila siku. Ati kichwa, sijui unakuwa nauma na tumbo, sijui nini. Yaani mpaka masomo yako sasa imeanza kuwa kwamba mami sijaperform kwa sababu inakuwa mgonjwa. Hallelujah somebody. I think you are forgetting. I've come to remind you that your anointment happened long time ago. You are appointed for greatness. Sijui your greatness ni hiyo daktari, sijui ni hiyo walimu, sijui unataka kuja kucompete na madam principal, sijui unataka kuja kucompete na yule mwalimu, sijui yule ni kama ndiye deputy ama utakuja kucompete na yeye, sijui ni nini, sijui hata hapa kuna mheshimiwa, sijui utakuja kucompete na mheshimiwa wetu pale, sijui appointment yako ni gani. But you need to have the patience for you to reach that appointment in Jesus name. Nasisitiza hili. Ili ukitoka hapa kuanzia siku ya leo, ukae ujiulize, appointment yangu nimepewa ni gani? Wengine utakuwa mchungaji. Wengine sijui utakuwa nini. Lakini ili ufike hapo, unahitaji kuanza kubehave. Ndio maana ile unasikia hata mwalimu anakuambia, if you want to be a doctor, start carrying yourself around like a doctor. Wa doctor si watu wa motion, unajua hivyo? Nikikuja nikwambie niko na ukimwi, utaanza kuambia kila mtu kwamba ukikutana na rafiki yangu namwambia, Makenzi ananiambia kuna ukimwi, mjichunge na yeye. Hallelujah somebody. Si watu wa midomo papa. Hallelujah somebody. You are anointed for greatness, but you need to behave yourself for you to reach your appointment in Jesus name. Wangapi wanasema kwamba Mungu, I must reach my destination of appointment in Jesus name. Baba, katika jina la Yesu, watoto wako wameinua mikono yao na kusimama kwenye miguu yao, wakisema lazima wafike the appointment which you anointed them even when they were born on earth. Ulimwambia Yeremia kwamba kabla hata ya kukuumba katika tumbo la mama yako na alikuchagua. Kabla hata mimba kukua katika tumbo ya mama ya Yeremia ulimchagua. Kama kijana asiyejielewa, asiyejijua, akikataa, ukamwambia nimekuchagua wewe. Yesu Kristo, watoto wako hawa umewachagua katika nyadhifa na katika elimu mbalimbali, katika ushindi wa maisha haya mbalimbali. Wamekaa wakichunguza wanakotoka, wakikompete kwa mambo yasiyofaa, wakipigana vita visivyo vyao. Yesu, wasaidie, wachague vita vizuri, wasaidie, wajue ni masomo imewaleta shule, wasaidie, wakawe na ufahamu kwa yale ambayo wanaelekezwa na walimu wao. Wasaidie Baba katika maisha yao ya kila siku, hata tamaa za mwili zao sijui zikawa ndio kizuizi cha kuwafikisha katika kilele cha kuchaguliwa kwao. Hata kama ni maisha yanakuwa magumu, haijalishi kale wakati mwingine nasumbua kwa wazazi, Baba wasaidie, waendelee kuwa watulivu licha ya changamoto zote, wajue kwamba their appointment is just around the corner in Jesus name. Msaidie huyu kijana ambaye tabia yake haieleweki. Katika shule hii wamemchoka, wanamvumilia tu. Mwingine amepewa last warning. Sasa Baba, wewe uliye na nguvu na uwezo wa kuokoa, wewe uliye na nguvu na uwezo wa kubadilisha, mimi mwenyewe ni shuhuda, ulinibadilisha ili nikafikie na wengine, nikawape ujumbe huu wabadilike. Baba, si umenibadilisha, si umenisimamisha, umenipeleka international. Naongea na watu international, naomba na watu international, nasema na wenye hekima ya international. Baba mfalme, ninaomba na vijana hawa ukawajalie, ukawakomboe, ukawaimarishe.
ukasimamishe kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, ukawaokoe katika jina la Yesu. Baba mfalme, mchana huu ninakuita tena kwa wale ambao hawajakubali wito wa wokovu wako, kwa sababu hawajajua. Ninaomba katika mchana wa leo, Yesu Kristo, uguze mmoja baada ya mwingine, ukapate kumrudi kwa nia yako, na ukaseme naye katika nguvu za uwezo wa Roho Mtakatifu, ukalete mabadiliko katika jina la Yesu. Yupo mwingine hapa ambaye kila anapoingia shule ni mgonjwa tu. Yuko mwingine hapa ambaye Kristo Yesu ana ndoto za ajabu ajabu. Yupo mwingine hapa amechoka, amekata tamaa. Kwa jina la Yesu, wagonjwa wote wanapona sasa. Kwa jina la Yesu, ndoto zote za giza zinatoweka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, waliochoka, wamelemewa na masomo, unawapa hekima mpya katika jina la Yesu. Sio unasema unaweza upa kitu usijue kazi yake. Hivi Yesu aliruhusu wanafunzi hao wacha katika hii shule, alafu ukawaacha wakihangaika. Leo Sabato, siku ya kubariki, siku ya kustarehe, siku ya kupumzika, siku unaweka huru watu wako watende katika jina la Yesu. Mturehemu sote kwa pamoja, tumeomba kwa imani kwa jina la Yesu.